Sasa, umewahi kujiuliza safari yako ya kiroho inaanza wapi hasa? Wengi wetu tunaamini inaanza na mambo makubwa, mambo tunayofanya kwa nje. Lakini, vipi kama nikuambie hatua ya kwanza kabisa, ile ya msingi, haiko huko nje, bali iko hapa hapa, ndani yako sasa hivi? Ebu tuangalie hili kwa undani zaidi. Sawa, kwa haraka, hivi ndivyo tutakavyopitia. Kwanza, tutavunja zile dhana potofu. Kisha, tutaona ni ipi hasa hatua ya kwanza. Tutapitia maswali muhimu ya kujiuliza na zoezi dogo la kila siku. Halafu, tutaongea ukweli kuhusu changamoto za safari hii na kumalizia na zawadi yake kuu, uhuru wa kweli. Okay, basi tuanze na hili jambo la kwanza. Kabla hatujajua pa kuanzia, ni muhimu kwanza tusafishe meza, sawa? Tuondoe yale ambayo wengi wetu tunafikiri ndio mwanzo, lakini kumbe sio. Unajua, hapa ndipo wengi wetu tunapotea. Tumefundishwa kwamba mwanzo ni sala, ni kufunga, ni kusoma vitabu vitakatifu. Na usinielewe vibaya, mambo haya yote ni mazuri sana na yana nafasi yake. Lakini, ngoja nikwambie, hiyo siyo hatua namba moja. Ukweli ni kwamba safari halisi inaanza na kitu kimoja ambacho ni rahisi na kigumu mno kwa wakati mmoja: kujitazama ndani yako kwa uaminifu kamili. Okay, kwa hiyo kama sio hayo mambo ya nje, basi ni nini hasa hii hatua ya kwanza halisi? Inafananaje? Hebu sasa tuingie kwenye kiini chake. Sikiliza hii nukuu, inalenga pale pale kwenye kiini cha mada yetu. Yaani, kabla hata hujaanza kumtafuta Mungu au kutafuta nishati ya ulimwengu au ukweli wowote mkuu, jibu ni moja: anza na wewe mwenyewe kwanza. Geuka, tazama ndani. Hapo ndipo kila kitu kinaanzia. Na hapa ndipo tunapata jina lake, kujitazama ndani. Sasa, kuwa makini. Huku sio kujihukumu wala kujikosoa. Hapana kabisa. Ni kitendo cha ujasiri cha kujiangalia jinsi ulivyo hivi sasa na kukubali. Ni kusema, okay, hapa ndipo nilipo. Badala ya kukimbilia majibu kwa wengine, unageuka na kuanza safari ndani yako. Sawa, nimekuelewa. Natakiwa nijitazame ndani. Lakini, ninaanzia wapi? Ninafanyaje hasa kivitendo? Well, hapa ndipo tunapohitaji zana zetu. Na zana ya kwanza kabisa ni maswali haya ya msingi. Sasa hebu jiulize kwa uaminifu. Je, matendo yako ya kila siku unayafanya kwa sababu umechagua kweli au ni mazoea tu yamechukua mkondo? Pili, hofu yako kubwa kabisa ni ipi? Unaijua? Tatu, ile hasira yako inatokea wapi hasa kwenye mzizi wake? Na fikiria maamuzi yako yanaongozwa zaidi na tamaa, hofu au upendo? Na hili la mwisho ni zito. Je, unajikimbia mwenyewe au unajipa muda wa kukaa na wewe? Na unajua nini? Habari njema ni kwamba kitendo tu cha kuanza kujiuliza haya maswali, hata kama huna jibu hata moja sasa hivi, tayari umeshaanza safari. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Sio kutafuta majibu, bali kuwa na ujasiri wa kuuliza maswali. Sawa, ili sasa hili lisiwe jambo la mara moja tu na kupita, kuna kitu kidogo na rahisi sana unaweza kuanza kufanya kila siku. Ni zoezi rahisi sana. Hatua ya kwanza, tafuta tu dakika 5 au 10, kaa kimya. Hatua ya pili, na hii ni muhimu, mawazo yatakuja. Usipambane nayo, usiyafukuze. Hatua ya tatu, yaangalie tu, kama vile unaangalia mawingu yanavyopita angani. Halafu, hatua ya 4, kimya kimya ndani yako, jiambie, ninajitazama, mimi sio haya mawazo. Hii inaanza kutengeneza nafasi kati ya wewe halisi na kelele za kichwani. Okay, kabla tujazungumzia matunda ya safari hii, inabidi tuwe wa kweli. Ni lazima nikuweke wazi. Safari hii si leli mama. Sio rahisi kila wakati. Ukweli ni huu, kuna wakati itakuuma. Kwa sababu, utaanza kuona sehemu zako ambazo ulikuwa unazificha. Itabidi uachane na baadhi ya imani zako za zamani, zile ulizoamini ni sheria. Na, jambo gumu zaidi, itakuonyesha bila huruma pale ambapo umekuwa ukijidanganya mwenyewe. Lakini, pamoja na hayo yote, hii ndiyo njia. Hii ndiyo barabara pekee ya kuelekea kwenye uhuru wa kweli. Sasa, hebu tuongelee hiyo zawadi. Baada ya yote hayo, unapata nini? Huu uhuru wa kweli unafanana na nini hasa?
Hii nukuu inafafanua kila kitu. Yaani, mtu anayejitambua haendeshwi tena na hofu. Hofu inapoteza makali yake. Badala yake, unaanza kufanya maamuzi kutokana na kuelewa. Kuelewa wewe ni nani, unataka nini, na nini ni sahihi. Hilo ni badiliko la kila kitu, sio? Kwa hiyo, mwisho wa siku, kumbuka hili. Hatua ya kwanza haihusu kuwa mkamilifu. Hapana, inahusu kitu kimoja tu: kuwa mkweli. Mkweli kwako mwenyewe. Kuwa tayari kujiangalia na kusema, sawa, huyu ndiye mimi. Basi, ninakuachia swali hili. Swali ni kwa ajili yako sasa. Baada ya kusikia haya yote, uko tayari kujitazama kwa uaminifu? Uko tayari kuanza? Jibu unalo wewe mwenyewe.